unaleta machungwa yako hapa, iko machine, unakomboa, unatoa juice, unapeleka kwa institute. That is what it's going to be, a big change, that you don't have to be an industrialist to have industrial products. That is the big difference. Kwa hivyo wananchi, leo ni siku ya muhimu sana. Tunamshukuru governor wetu kwa kuleta hii shamba ya umma. Your Excellency, hii shamba ni ya watu wa Bungoma. It is 600 acres of land. The institute stands on it. Now we have this institute, and we have many more great things coming. In no time, watu wangu, hii Sangalo itakuwa part of Bungoma town. You will have a full extension of avenues and highways and everything linking us together as one. Kwa hivyo leo ni siku ya furaha, na nikimalizia na watolea kofia watu wangu. Tulisimama hapa town Bungoma, tukasema sisi as one tumeamua kura yetu tutapatia William Samoei Ruto. Na mukafanya vile ilikuwa na vile tulisema. We love you for free. And we shall always love you because you are great people. You are people who walk with your leaders and your leaders walk with you. Na mimi kama papa wa Roma, Your Excellency, hii Bungoma yetu na Western kwa jumla tukishirikiana na ndugu yangu Musalia, we can only say mbele iko sawa. Na tutatembea hivyo tufike kule tunaenda. So students, be ready to benefit from this park. Watu wa Bungoma, I know there are many Kenyans who will come here, but charity must begin with you. We want to see the users of this park, the beneficiaries of this park, those who will make wealth from this park. Wa kwanza wawe ni nyinyi wenyewe. Vamai, ata nyone muicha salala, oina alimeheka, oino chieka chivili, oino chitaru, oino chirano, mamure kama hindi kenyu alala. Ni murerano ne musiabufu, esoke li tayari Nairobi, esoke li tayari Eldoret, esoke li tayari Kisumu. Wando murasa kama pesa mfuko, mukenda sana ikiminie. Mukenda sana ikiminie. Omona akhorebo lomo lindene chisendi mfuko umbola sidi. Mwenya mwe murio. Bas, that is all we want. Murio munoko. Sasa wacha nimuite ndugu yangu Musalia. Lakini kabla hajakuja Your Excellency, we must acknowledge our girl. Nakumicha kuja hapa. Semanyi lemuli rais kakusima paka kahuelsia Minister wa Health. Vamulanga bali nani? Omwana se bali na humicha. Niye wimela chose bito chose mukenyi. Muyulila murie mai. Hupako vikalakala hubone. Aya, hezi yataka moja. Asante sana. Your Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, and Speaker of the National Assembly and Party Leader Ford Kenya. Nende bandu besangala. Murembe. Murembe swa. Murembe mia. Murembe te. Murimoyo. Your Excellency, the people of Mlembe are very hardworking. And there are two things that we have sorted out for them. This year, on Linda Mama, we have put 4.098 billion. Your Excellency, you know we are working on something to ensure that their health is taken care of. No na nywe kabali Linda Mama. Yani maino chakuibilo mwana serikali kherunga. Abasa yakulu mune kazi kweli. Kurera banza kari kariyo. NHIF serikali khayikhisi. Aba serikali selibweni. Yenye mebaki ni nyinyi mufanye kazi. Hii industrial park hapa mremo bindu. Na mwesi chiswa we need to export. Mrere kungonera no chinyenyi ku export. Sekari kariyo mwame amwe chikhabiko. Lastly, Your Excellency, kwa niaba ya wabunge wote
And as the head of the institution of parliament, I want to assure you that any legislation that your government wants to bring to fast-track transformation and industrialization, value addition, and everything to do with our economy in our country, we shall give it the priority it deserves. And we'll pass it in record time so that we give you the opportunity to change this country. Rome was never built in a day, but the Romans were there to build it. You are our Roman of today, and we must build our country. Now I want to invite ndugu yangu Musalia Mudavadi aje awasalimie ili aite Rigiji. Bazolele mulio. Semwa ulile niko babola. Nono cha muinge kama rungeti. Asante sana Baba Roma. Bungoma hoye. Sangalo hoye. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Deputy President, Speaker na viongozi wote, Governor na wajumbe, wanafunzi na jamii yote ya Bungoma. Langu ni hili. Bungoma wakipata, Western wamepata. Kwa hivyo sisi tunasimama na nyinyi ili kile mnaomba tushike roho, tungojee rais atasema nini. Jambo langu la pili, nataka tu nishukuru serikali ya ugatuzi ya Bungoma na viongozi wa Bungoma. Kwa sababu kwa manifesto ya Kenya Kwanza, rais ametoa mwelekeo na amesema kwamba angependa tuanze kuona industries zikisambaa katika counties zetu nzima 47. I want to tell you that Bungoma is a fast responder. They are coordinating and they are working very well. Tunasema heko kwenu because you are not arguing and delaying projects. Nasema hivyo kwa sababu kuna wengine katika counties zingine bado wana maswali, wanataka kusema oh this is a function of the county government, oh this is a function of the national government. Mimi nataka niwaambie, we are Kenya, the 47 counties are in Kenya, and the best way to cooperate ni ile national government wakishirikiana na county government. We will accelerate development because some functions are either joint or concurrent. Na mambo ya kuhakikisha kwamba kuna kazi katika taifa letu, that is a joint and concurrent function. Kwa hivyo mtu asijaribu kusema mambo mengine. So for the people of Bungoma, well done for responding very fast and being ready to cooperate with the national government. Asante sana. Sasa ni wajibu wangu mimi nimwalike Deputy President Rigathi Gachagua naye aje aseme na mwalike Rais wa Jamhuri ya Kenya. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Waziri wetu mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, kinara wetu Papa wa Roma pale kwa bunge, Gavana wetu Kenneth Makelo Lusaka, Baba Wini, waheshimiwa wa bunge, watu wa hapa, hamjambo. Mulembe, mulembe swa, mulembe te, mulembe mia. Naona hata mimi nashika kidogo. Tumefurahi sana kufika hapa Mheshimiwa Rais. Hawa watu ya Kandui, watu ya Bungoma, nyinyi tunampenda sana na tunamheshimu. Kwa sababu isipokuwa ni nyinyi hatungeketi hapa. Nyinyi ndio mlituokoa. Saa ile kura ya Bungoma ilihesabiwa, mambo ikakwisha. Na tunasema asante. Kwa sababu ni maombi yenu na kura zenu imetupatia uongozi. Na mnajua wengine kama sisi tulikuwa kwa shida mingi. Kama hii serikali ingekosekana, mimi ningekuwa pahali nyingine. Kwa hivyo si ni mzuri niseme asante. Najua kwa Biblia kunasemekana ni 10 waliponywa lakini mmoja alirudi kusema nini? Mimi nasema asante. Na mimi naona nyinyi pia ni watu wazuri. Nyinyi ni kama mimi, nyinyi ni watu ya kusema ukweli.
Si nimeona nyinyi watu ya kusema ukweli. Mkipenda kitu mnasema mmependa. Mkikataa mnasema mmekataa. Mkiona ni mzuri mnasema ndio. Mkiona mtu anajaribu kuumiza nyinyi mnasema tawe. Si ndio? Sasa si huyu speaker yetu alitaka kuumiza nyinyi na Kiingereza mkakataa. Mkawaambia tawe. Kumbe huyu speaker si mimi anaumiza peke yangu, anaumiza mpaka watu ya nyumbani. Sasa wewe speaker tafadhali. Hii ni watu ya nyumbani. Sasa wewe umeniumiza miaka mingi, nilikuwa nafikiria ni mimi peke yake wanaumiza na kizungu, kumbe wanaumiza mpaka watu ya nyumbani. Na hii watu speaker ndio walikusaidia. Ndio walipigia rais kura akakufanya speaker. Sasa ukiwaumiza si hiyo ni mbaya. Hii Kiingereza yako speaker, wewe enda umiza wazungu, hawa ndio watu ya kuumizwa. Kama wazungu hakuna, umiza ile watu ya Azimio wanasumbua rais wetu. Wangapi wanasema umiza watu ya Azimio na Kiingereza? Basi hiyo si hiyo tumepitisha. Lakini mimi na hii watu ya kawaida tafadhali uachane na sisi. Uongeleshe sisi Kiswahili kibukuzu kidogo tuendelee. Ya mwisho rais wetu hawa watu wamelia. Mambo ya National Polytechnic. Na sasa rais, unajua mimi nikiwa mtu yako ya mkono ndio nakaanga na ile register ya shares. Na sasa ile wamelia nimeangalia. Hawa watu shares yao kwa hii serikali yako ni mingi. Na kwa hivyo ile kitu wanauliza wewe kwa sababu ni muungwana ni mzuri wapatie kwa sababu pia alikusaidia. Na ile siku rais ulihitaji hao watu. Siku hilo ulikuwa kwa kona umesukumwa na Uhuru na ile watu ya Azimio. Hao watu walikuokoa. Kwa hivyo hata hao wewe ukisikia wanapiga nduru wanalia Polytechnic, hata wewe kwa sababu uko na uwezo utaona vile utafanya nini? Si kwa namna hiyo? Si serikali ni yenu? Mkiuliza chochote iko makosa? Mbona mmeuliza tu mambo moja tu? Ama mnangoja siku nyingine? Mkipata rais mnauliza mambo yenu. Kwa sababu nyinyi ndio mlipatia kiti ama si nyinyi? Si mlikataa mambo ya Azimio? Na mimi nipongeze Musalia Mudavadi na huyu Wetangula. Hapo mbele jamii ya Mulembe mlikuwa mmefuata ile mzee akitendawili. Si ndio? Pale mbele. Sasa unapanda mahindi kwa shamba haimei. Unarudia unapanda tena haimei. Sasa huyu Weta na Musalia wakaangalia wakaona kufuata hii mzee iko giza. Wakapiga kona wakakuja kwa rais. Na nyinyi mkafuata. Sasa Musalia ni Prime Cabinet Secretary, Weta ni Speaker of National Assembly. Si waliongoza nyinyi vizuri? Na ndio tunauliza jamii ya Mulembe. Mshikane, muunge mkono hao viongozi wenu wawili na hao waunge rais mkono, ndio pia kwa hii serikali muweze kufaidika. Muongee na sauti moja. Wale wachache wabunge walikuwa nafuata ile mzee ya maandamano, wawachane na hiyo maneno. Musalia yako hapa, Weta yako hapa. Rais tuni sasa unafuata mtu yuko msituni kufanya gani? Mungeuliza wabunge wote wafuate hao viongozi wawili. Wakae karibu na rais, ndio? Sasa mnaona rais amekuja hapa magharibi siku 5. Mambo ya maendeleo. Kesho baraza la mawaziri itakuwa hapa Kakamega. Rais anatawala Kenya akiwa hapa Ingo. Kwa sababu pia nyinyi ni waangwana. Na kwa hivyo mtaweza kupata manufaa mingi sana mkiongea na sauti moja. Na njia ni kuunga hao viongozi wenu wawili mkono. Wabunge wote, MCAs, senators, huyu Musalia Mudavadi na Weta mkae karibu. Nao mkija kwa rais mnakuja kama mmeelewana. Mkiwa na hiyo mtakuwa na sauti. Lakini mkiongea wengine ngambo hiyo, wengine ngambo hiyo, hamtakuwa na sauti ya kutosha. Si iko namna hiyo? Mimi nimefurahi sana. Mnataka nirudi hapa siku moja nikiwa peke yangu? Mnataka nirudi? Mtanipanga? Mtanipanga namna gani? Ati bibi? Si pasta atanifukuza. Si mtafanya nifukuzwe na pasta. Lakini nikifukuzwa mtanipatia bahati ya kukaa hapa. Haya, msimame mkuwe tayari tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa makofi na vigelegele.
Asante sana Bwana Deputy President, na waomba tuketi chini. Asanteni sana. Ndugu viongozi wote wenzangu, wananchi wa Bungoma pamoja na Sangalo wa mjambo. Mirembe. Muri mwoyo. Muri baramu. Musangalile. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi. Tumefika hapa Bungoma. Tumeanza asubuhi kule Mount Elgon, tumeenda kule Tongaren, tumefika hapa na bado tunaenda kule Nzoia. Na nimefurahi sana kufika hapa kwa sababu tulikubaliana na nyinyi tukimaliza uchaguzi tuendeshe mambo ya kuendesha taifa letu la Kenya mbele kupitia miradi na mipango ya maendeleo. Na ndio sababu hiyo tumeungana, serikali ya kaunti, serikali ya kitaifa, kwa sauti moja, kwa mbinu moja, kwa kuelewana, tuweze kubadilisha mienendo na sehemu zote za taifa letu la Kenya kupitia miradi ya maendeleo. Nimekuja hapa leo kwa sababu ya kazi hii, kitega uchumi wa sehemu hii County Aggregation and Industrial Park. Vile mulisikia PS wangu akisema Bwana Mukhwana, ya kwamba hii ni mpango ya kitaifa. Tutakuwa na county aggregation kama hii 47 Kenya. Tumeweka katika budget yetu bilioni 4.7 ya national government and another 4.7 billion ya county government, kwa sababu hii County Aggregation and Industrial Park ni ya muhimu kwa wakulima, kwa sababu hapa ndio tutakusanya mazao yetu. Hapa ndio tutakuwa na common user facilities ya agro-processing, ya value addition, ya manufacturing, na pia itakuwa ni mahali ambapo tutapanga ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Mumesikia hapa kutakuwa na nafasi ya ajira karibu 1,000 direct jobs here in this facility. Tutakuwa na kazi zingine ambazo zitaambatana na ile kazi itapatikana hapa. Na ndio sababu hiyo nimekuja hapa tuanzishe hii County Aggregation Industrial Park, na nimekubaliana na gavana wenu ya kwamba ndani ya miezi 9 tunarudi hapa kuifungua. Tunaelewana jameni? Na ni kwa sababu katika mipango yetu, mnajua tulikuja hapa Kakamega tukaongea, tukakuja hapa Bungoma tukaongea mambo ya economic forum ambayo tulikuwa nayo hapa kabla ya uchaguzi. Na kuna mambo mulitueleza, moja wao ni hii industrial park, and we are basically implementing the manifesto that we agreed between us and you as a means of transforming our country. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa tufanye hii kazi pamoja na nyinyi, na hapa tutakuwa mbali na kutengeneza hii aggregation and industrial park. Tutakuwa na vifaa, equipment, common user facilities ya manufacturing, ya agro-processing, ya value addition kwa ile mazao ambayo mko nayo hapa Bungoma. Vile vile tutakuwa na extension ya hii agricultural aggregation industrial park in the whole county. Tutajenga soko zingine 10 ndogo kuliko hii katika towns kubwa kubwa katika county yenu ya Bungoma. Hapa Bugembe, mnajua Bugembe hapa, tutakuwa na soko kubwa hapo. Webuye tunajenga soko ingine kubwa. Naitiri tunajenga soko ingine kubwa. Cheptais tunajenga soko ingine kubwa. Hapa Mateka tunajenga soko ingine kubwa. Chekalini tunajenga soko ingine. Pale Malakisi tunajenga soko ingine. Sirisia tunajenga soko ingine. Hapa Chwele tunajenga soko ingine hapo. Nyinyi mnanielewa? Na hizo soko zote tayari tumetangaza kandarasi ya kuzijenga, na itaanza ikiambatana na hii. Saa ile hii itakamilika, hata hizo soko pia zitakuwa zimekamilika, kwa sababu tulikubaliana tunataka kupanga kazi ya ajira katika taifa letu la Kenya. Kuna vijana watafanya kazi katika county aggregation hapa,
Kuna vijana wengine watafanya kazi katika zile masoko ndogo ambayo tutakuwa nazo, hizo nimesema 10 katika kaunti hii yetu, na zile products ambazo zitakujia kupitia hiyo masoko pia ndio itafika hapa, na ndio tuanze kulenga soko ya kimataifa. We have, as a country, we have come down in exports as a percentage of our GDP has come down from 30% to about 10%. We have to take it back to 30%. And therefore, these facilities we are building, the market infrastructure that we are building, from markets at the sub-county level to market here, is going to facilitate our export program. Na mjue tayari tumekubaliana ya kwamba zile bidhaa zote ambazo tunaweza kumanufacture hapa Kenya, hatuwezi kuagiza tena kutoka soko za nje. Soko itakuwa hapa nyumbani, tutapangia hapa nyumbani. Ile tutapanga hapa ni zile products zetu ambazo ziko na soko ya kimataifa. We will make sure that we don't export raw materials, we are going to be exporting finished products. And this facility is going to assist us in that program. Tunaelewana jameni? So mujipange vizuri, hiyo mpango yote. Nimekubaliana pia na governor wenu. Tuko na mpango ya karibu shilingi bilioni 10 ya facilities ya dairy farming. Hapa Bungoma tutawapatia milk coolers 25 kabla ya Disemba. Na hizo milk coolers ndio itasaidia wakulima wetu wa mifugo na wafugaji wa ng'ombe ya maziwa. Mnajua hapa Bungoma mulikuwa na factory kubwa ilikuwa inaitwa Kitinda hapa chini, si ndio? Lakini ilikuja ikazama kwa sababu ya usimamizi ambayo na mpango ambayo haikukuweko. Bungoma hii inajulikana kwa kuzalisha ng'ombe ya maziwa, na tunataka kurudisha ng'ombe ya maziwa hapa Bungoma. Number 1, tumepunguza mbegu. Ile mbegu ulikuwa unanunua na pesa nyingi, sasa ni shilingi 200. Tano na pengine 60 kwa lita moja, ambaye ni pesa mkulima atapata. Ndio tuhakikisha kwamba tunasukuma hii maneno mbele. We build our agriculture potential, na ndio kazi tumekubaliana na county governments zetu hawa, na tushirikiane kwa pamoja katika program ya kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya. That is the most important aspect of our transformation, making sure that we grow our economy and use agriculture to create value, to create opportunities for young people to work in agro-processing and value addition in transport and many other sectors, and also to make sure that we stem the tide of hunger in Kenya. Hapa Bungoma, mimi nataka niwashukuru wakulima wa hapa. Ni county number 4 Kenya. There are 4 counties, 4 top counties ambayo wanatusaidia kuzalisha chakula. Ni Bungoma County.
Mumetumia mbolea karibu magunia 1350 katika msimu ambao umepita. Mimi nataka niwahakikishia kwamba next season tutahakikisha ya kwamba you have double the fertilizer you used in this season. Tutakuwa na magunia 1700 ya Bungoma County. Na tumekubaliana na Governor Lusaka ya kwamba hiyo magunia tutahakikisha imefika kwa wakulima. Ile ya hapa Sangalo itakuwa hapa Sangalo. Ile ya kona ingine itafikishwa pale. Ndio mkulima apatane na fertilizer mahali karibu, aende shambani, tuzalishe chakula, tufukuze njaa. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Na mimi nawapongeza wakulima wa Bungoma, nyinyi ni mashujaa wa kuzalisha chakula. Mimi nimetembea leo kutoka Mount Elgon, nimeenda kule Tongaren, nimepitia hapa katikati Webuye, na mimi naona mumepanda vizuri na tunangojea chakula ya ajabu. Leo tumepitisha kama serikali ya Kenya kununua dryers ambazo zitawasaidia wakulima wetu kuhakikisha kwamba mahindi hatuendi kulalisha kwa barabara. Sasa tutakuwa na dryers na tumepunguza bei ya kukausha mahindi na kukausha mazao yale mengine yetu yote, ili mazao tusipoteze baada ya kuzalisha inapotea kama post harvest losses. Serikali ya Kenya tumetoa pesa bilioni 2.2 ya kununua dryers 100 ambayo tutasaidia kusambaza katika sehemu zote. Now these are mobile dryers that will assist our farmers in ensuring that the crop we have does not go to waste or is not lost because of post-harvest issues. We want to make sure that we secure that crop and make sure that it is available for the people of Kenya. Na vile vile tumekubaliana ya kwamba tutapanga market infrastructure. Hatutaki bei iharibike mkulima apate hasara. Tunaelewana? Lazima to balance consumers na pia to balance farmers, so that we have a fair price that is good for consumers but also good for our farmers, a fair return for our farmers. So hiyo mpango yote tumepanga ni kwa sababu transforming our country is the most important, the most urgent exercise we must engage in, and we must work on it together. Mambo yale mumeniuliza ya hapa Sangalo, nimeongea na mbunge wenu, nimeongea na governor wenu, na mambo yale mumeniuliza, and it is my first time to come to Sangalo, and I want to say I am very proud of what I have seen in Sangalo Institute of Science and Technology. Hiyo institute kidogo naona bado mko na vumbi. So nimeamua ya kwamba sasa barabara yenu kutoka pale tutawatandikia lami mpaka shule. Na pia nataka principal pale shuleni, hizo barabara zote hapo shuleni pia nitapanga tuweke lami ndio muwe mnatembea mahali. So wale mko mnafanya course ya karibu hapo na architect na wale wengine muanze kuchora, ndio nijue vile tutakuja kutandika lami hapo, ndio shule yenu ionekane iko chonjo. Si namna hiyo? Number 2, pia nitatumana wizara ambayo inahusika na mambo ya housing, pia tuwasaidie na manyumba ya hostels, ndio tuhakikisha kwamba pia mnaishi mahali pazuri. Pengine tutaanza na hostels 500 as a beginning, alafu baadaye tutaona vile mambo inakaa, kwa sababu mko na ardhi. My peers for housing will come and work with the management of the college so that we can upgrade the facilities in that college and make sure that we give the best opportunity for the young people in this college to be able to improve their skills and knowledge. Namba ya 3, vile vile nimeuliza principal wenu, tuko na mpango ya ICT ambayo tunataka to train wale wanafunzi wa hapa kwa mambo ya digital jobs, digital program. Kompyuta 100 tumelete, nimewaambia waongeze kompyuta 200, na nimesema pia ile fiber optic ifurutwe kutoka barabarani huko mpaka ingia hapa college in the next 1 month, ndio muweze kuwa na mtandao kamili ambayo mnaweza kufanya na kuimprove facilities ya college yenu.
Na namba ya 3, ya 4, nimekubali vile vile ya kwamba Sangalo iwe National Polytechnic. Tayari sawa. Tayari assessment. Wizara yetu ya elimu imefanya assessment na imetoa taarifa kwamba Sangalo Institute of Science and Technology iko na vifaa na iko na infrastructure na iko na facilities ambayo inatoshana na National Polytechnic. Kwa hivyo kesho katika baraza la mawaziri hapa ambayo tutafanya hapa Kakamega, tunapitisha kwamba Sangalo be among the national polytechnics in the Republic of Kenya. Na mbali na upgrade ya Sangalo, ndio nimesema mbali na hiyo upgrade ya Sangalo kuwa National Polytechnic, tutajenga barabara ya lami, tutawapatia facilities ya computer na pia tutawapatia facilities ya hostels, ndio college hiyo iweze kuhandle facility na elimu ambayo itafaidi wananchi wa sehemu hii na vile vile ifaidi taifa letu la Kenya. Vile vile viongozi hawa wameniuliza ya kwamba wakati tunajenga hiyo barabara ya lami, pia hiyo barabara ya lami itakuja katika facility hii ya County Aggregation Industrial Park, ndio tuweze kusukuma mambo yenu mbele. Pia kwa sababu leo mimi niko hapa Bungoma, tunajua ya kwamba pale Malaba tuko na matatizo makubwa sana ya kuvuka mpaka. Saa zingine kuna jam na msongamano wa magari. Mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba serikali inafanya utafiti, tumeshakubaliana na Trademark International. Sasa tutafanya dual carriageway kutoka kule Malaba for 20 kilometers, pengine ifike mpaka karibu hapa kwenu. Tuhakikisha kwamba tunapanua hiyo barabara ndio tuweze kuendesha ama kufacilitate movement of goods and services in a manner that increases efficiency for the transport sector in our country. Na vile vile ile border point ya Luahaha ngambo ile, pia hiyo border point tumesema we will now fully operationalize, na ile barabara iko pale kwa sababu haikujengwa kulingana na facilities ambayo inabeba magari kubwa. We will also upgrade that road so that iwe class A, ndio iweze kuhakikisha kwamba tunaweza kubeba mizigo ambayo inatoshana na ile kazi ambayo itaendelea pale katika border point ya Luahaha. Na mambo yale mengine mengi ambayo tuko nayo hapa Bungoma, mimi nataka niwaambie ya kwamba we are careful, we are intentional about what we need to do for our country. Niwaambie pia vijana wa hapa, wale mnasoma hapa Sangalo, vijana wale wanasoma university hapa Kibabii, vijana wale wanatoka katika mashule yetu, pia mwaka huu tuko na mpango kamili kama serikali ya Kenya. Going forward, tuko na mpango kamili. Wakati tunasomesha watoto wetu, vile vile lazima tuwe na mpango wakimaliza shule watapata kazi wapi. Na ndio sababu hiyo hapa Bungoma mimi narudi in the next 2 or 3 months kuja kuanzisha program ya affordable housing. Hapa Bungoma tunataka kujenga nyumba 20,000 na tunahitaji vijana 30,000 watakaofanya hiyo kazi. Hapa Bungoma pia tuko na hii program ya County Aggregation Industrial Park, tunapanga ajira hapa. Vile vile tuko na mpango ya ICT ambayo tunaweka in every ward in this county. We are going to have an ICT hub. Mahali tutaweka kompyuta 200-300 kwa sababu tumekubaliana na Wamarekani, tumekubaliana na Wajerumani na wale wengine wote including UAE and including Saudi ya kwamba watatupatia nafasi ya digital jobs. Ile kazi sisi tufanye ni kuhakikisha kwamba we roll out ile program yetu ya digital super highway ambayo itahakikisha kwamba every part of Kenya is connected to the internet so that digital jobs can become a reality and we can process hundreds of thousands of jobs
for our young people in the digital space. Na ndio sababu muliona katika budget yetu pia tuliondoa conditions ambayo ilikuwa ina limit ICT companies from setting up camp in our country. Kwa hivyo hiyo mpango yote tunayofanya, mimi nataka niwaeleze wa Kenya ya kwamba we do not have time to quarrel. We have a whole program for the transformation of our country, and I am asking every leader at the county, at the national level, for us to work together, because we have a historic moment as a country to change the destiny of our country. Working together, tukishirikiana, tukifanya kazi pamoja, tutabadilisha nchi yetu ya Kenya. Na kubadilisha nchi yetu ya Kenya inahitaji uwezo, mafikira na talanta ya kila mtu. And we are going to work in such a manner that we harness our talents, our knowledge, our expertise, the energy of our young people to transform our country. Na sote tutafanya kazi katika barabara hiyo. Watu wa hapa Sangalo tutashirikiana jameni? Bungoma tutashirikiana? Ile mimi nataka niwaulize ndugu zetu, sisi wote tuliochaguliwa, upande wa serikali, upande wa upinzani, tumechaguliwa na wananchi wa Kenya. Na sote tuko na majukumu. Wale wa serikali wako na jukumu ya kuendesha policy na program ya serikali. Wale wa upinzani kazi yao ni kufanya oversight na kusahihisha mambo ya serikali. Sisi wote tuko na majukumu ya kikatiba, and I have no issue with our friends in the opposition. They are discharging a constitutional responsibility of oversight, and we have even made things easy for them. I have given instructions that members of my cabinet should go to Parliament and answer questions from the people's representative in Parliament, because we believe in an accountable government. Vile vile nimesema hata kama wanahitaji ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, mimi niko tayari. Tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali, awe na ofisi kubwa, tumtengenezee tarumbeta kubwa. Awe anasema asubuhi serikali imekosa hapa, jioni serikali imekosa hapa, mambo hiyo ingine, so that we can all have a responsible government. Ile kitu tunakataa, na hata nyinyi watu wa Sangalo na Bungoma lazima mkubali. Tuwache fujo, tuwache vita, tuwache kuwapiganisha wa Kenya. What we cannot accept, because it is unconstitutional, it is undemocratic, it is unpatriotic, it is against the rule of law, is violence in our politics. Organizing violence to destroy people's property, organizing violence to destroy public property, including burning roads and burning public infrastructure, is undemocratic, it is unpatriotic, it is against the rule of law, it is unconstitutional, and it should not happen in the Kenya of the 21st century. And I want to ask all leaders, whether they are past or present or future, not to engage and not to make violence of any currency. And violence will not be of any currency in the politics of the Republic of Kenya. Tunaelewana jameni? Sisi wote ni nchi ya amani. Tunataka hawa vijana wetu tuwapangie mambo ambayo yatawafaidi. Fujo, kuharibu mali, kuharibu biashara, kupiganisha watu. Hiyo ni mambo ambayo inaturudisha nyuma kama Kenya, and it is not just unpatriotic, it is also primitive for people to engage in violence. Tushindane na akili, tushindane na mawazo, tushindane na sera. If you have a better idea, sell it to the people of Kenya. If you have a better program, sell it to the people of Kenya. Watu wa Kenya ni werevu, they will differentiate between a good and a bad idea. Ama namna gani? Tunaelewana jameni? Tutashirikiana hivyo? Tutatembea pamoja? Watu wa Sangalo tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tumekubaliana kabisa kabisa kabisa. Basi, kwa sababu bado tuko na shughuli nyingine kule Nzoia. Tumesema pale Nzoia pia lazima tunyoroshe Nzoia mpaka isavu watu wa Bungoma County na wakulima wetu, na pia ituzalishie mambo ya sukari tuweze kuendesha uchumi yetu ya taifa letu la Kenya. Mambo ya Nzoia nitaenda kusema huko Nzoia, because I made a commitment
to the people of Bungoma, as I did to the people of Western Kenya, on making sure that we reform and we change matters to do with Nzoia, Mumias, and others, so that they become profitable and they serve the farmers of this county and country in a better manner. Asanteni sana, mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu, orio muno, Nyasaye amulinde. Sindio? Na principal, kwa sababu wanafunzi wako hapa, mimi nitawapanga. Sindio? Wanafunzi muko sawa sawa? Nitaongea na principal wenu, at least leo, mujue mdosi alikuwa around. Sindio? Okay, huyo principal nitampanga. Sawa sawa? Basi asanteni sana, thank you very much.